utumishi wako, uijongea hatari yako, e Bwana unipokee, kukutolea sadaka ya misa, e Bwana unipokee.
maadhimisho ya sherehe ya kuzaliwa Bwana wetu Yesu Kristo, na leo ikiwa ni siku ya pili, kanisa linafanya kumbukumbu wa sikukuu ya Mtakatifu Stefano, shahidi wa kwanza aliyetoa maisha yake kwa ajili ya Kristo. Hakuogopa, alisimama imara katika imani yake. Na ndio maana siku ya pili tu kanisa linatuwekea sikukuu hii, na sisi tutambue nafasi yetu ya kumlinda huyu Emanueli, huyu Mungu nasi alikuja kukaa kwetu, tuweze kumtetea, tuweze kumlinda, hata kama ni kwa kutoa maisha yetu. Kwa namna pekee katika ibada hii, watoto wetu waliojiandaa kupata komunyo ya kwanza watapewa sakramenti hiyo ya Ekaristi. Watampokea Yesu wa Ekaristi kwa mara ya kwanza, na hii wakumbushe pia wajibu wao wa kumpokea, lakini zaidi sana kuendelea kumlinda, kumtetea, hata kama ni kwa kumwaga damu, ili waendelee kumlinda Kristo. Basi sisi sote ambao tumekutanika hapa, wazazi, wasimamizi na wengine wote, basi tuwaombe kwa namna pekee watoto hawa waweze kupokea sakramenti hiyo katika imani. Pamoja na nia zetu mbalimbali, tusali kwa nia zake binafsi na Bwana Mkristo mmoja, kwa roho za marehemu ukoo wa Mnenei na ukoo wa Rora Materu, na marehemu wote wa toharani Meombwa na Ana Materu, kwa ajili ya kuombea familia ya Edward Materu, ulinzi, amani na mafanikio mema kwa mwaka ujao. Imeombwa na wanafamilia, na paroya za marehemu wote wa toharani imeombwa na Mkristo mmoja. Kabla ya kumtolea Mwenyezi Mungu sadaka takatifu ya misa, tujute dhambi zetu.
wake mbinguni, Takatifu Stefano Shemasi, Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 8 hadi ya 10 na sura ya 7 aya ya 54 hadi ya 60. Stefano akijaa neema na uwezo alikuwa akifanya mambo ya ajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mahuri na la Wakirene na la Waiskariotia na la wale wa Kilikia na Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano, lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo Roho aliyesema naye. Basi waliposikia maneno yake wakachoma mioyo, wakamsagia meno. Lakini yeye akijaa na Roho Mtakatifu akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wakapiga kelele kwa sauti kuu, wakaziba masikio yao, wakamrukia kwa nia moja, wakamtoa nje ya mji, wakampiga kwa mawe. Nao mashahidi wakaweka nguo zao miguuni pa kijana mmoja aliyeitwa Sauli, wakampiga kwa mawe Stefano, naye akiomba akisema, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Akapiga magoti, akalia kwa sauti kuu, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Akiisha kusema haya, akalala. Na Sauli alikuwa akiona vema kwa kuuawa kwake. Neno la Bwana. Mungu katika mikononi mwako naiweka roho yangu, e Bwana. Mikononi mwako naiweka roho yangu. Umenikomboa, e Bwana, Mungu wa kweli, bali mimi namtumaini Bwana. Na nishangilie, nisifurahie fadhili zako. Umwangaze mtumishi wako kwa nuru ya uso wako, uniokoe kwa ajili ya fadhili zako.
Yesu aliwaambia mitume wake, jihadharini na wanadamu, maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, kwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapowapeleka, msifikiri jinsi mtakavyosema, maana mtapewa saa ile mtakayosema. Kwa kuwa si mimi msemao, bali ni Roho wa Baba yenu asemaye ndani yenu. Na ndugu atamsaliti nduguye ili auawe, na baba atamsaliti mwana, na wana watawainukia wazazi wao na kuwafisha. Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Neno la Bwana. Yesu Kristo. Basi leo ni siku kubwa sana kwetu sisi tunapoendelea na maadhimisho ya sherehe ya kuzaliwa mwana wetu Yesu Kristo. Lakini hapa katikati unaona sasa imeingia hapo adhimisho la sikukuu ya mtakatifu nani? Nani? Stefano Saini. Na uwawa kama shahidi. Jana tuliadhimisha sherehe hiyo ya kuzaliwa. Nasema Kristo Emanueli, manake nini? Emanueli manake ni Emanueli manake Mungu pamoja nasi. Amekuja kukaa nasi, amekuja kukaa ndani yetu. Na ndio maana kabla ya Krismasi, kipindi cha Majilio, ujumbe mkubwa ulikuwa ni itengenezeni yanyosheni kutengeneza njia ya Bwana na mapito yake, ili Kristo aweze kuja wapi? Ndani yetu. Emanueli kwenu kweli. Kwa hiyo sasa hivi yuko ndani yenu, amezaliwa ndani yenu.
Yuko ndani yenu ama hayupo? Yuko. Basi kama yuko ndani yenu, sasa leo hii tunapofanya adhimisho hili la sherehe, msiogope, kwa sababu tutapewa Roho Mtakatifu atakayekuwa anaongea ndani yenu. Msiogope kumshuhudia Kristo, sababu Roho Mtakatifu ndiye anayewawezesha watu kulinda na kumtetea. Kwa hiyo Stefano alionyesha mfano huo kwamba alisimama imara kumtetea Yesu. Wakampiga kwa mawe, lakini akayapokea hayo yote, na si kuyapokea tu, hata kuwaombea wale watesi wake. Sema, Baba, wasamehe hawa kwa sababu hawajui watendalo. Hawajui watendalo. Kwa hiyo katika maisha hayo, Kristo wetu lazima kuwa tayari kumtetea, kuwa tayari kumlinda Kristo anayekaa ndani yetu, na sisi ndio tunamtetea Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Watoto, mko tayari kumtetea Kristo? Ndio baba. Mpaka kufa? Ndio baba. Kweli? Ndio baba. Kwa mdomo mnasema, lakini inapotokea ukweli, ngeleta kisu hapa sasa ikasema na chinja yule ambaye anamtetea Kristo, wangapi wangesimama wakiendelea kuwa imara? Jina walikimbia mpaka wangeruka madirishani, wanaogopa hofu. Lakini ndicho tunachoambiwa kwamba maisha ya Ukristo ni kusimama imara. Watu watawachukia, watawapeleka kwenye masinagogi, watawapiga, lakini lazima kuendelea kusimama imara mpaka mwisho. Ndicho tunachoungama, na ndicho Mtakatifu Stefano alikiungama. Leo tunaadhimisha sakramenti. Sakramenti gani? Sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni nini? Sakramenti ya Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya mwili ya Yesu Kristo. Sakramenti ya ubatizo ni nini? Sasa tunapotafakari juu ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu, unaona kuna uhusiano kati ya Stefano kufa shahidi na nini kupokea sakramenti ya Ekaristi. Nani anaweza kuonyesha uhusiano huo? Kumpokea Kristo, lakini tumlinde aendelee kukaa ndani yetu. Maadui wa Kristo ni wengi sana. Sasa unapompokea lazima uendelee kumlinda asitoke ndani yako. Na shetani anakuambia kila wakati, mwambie Yesu aende zake, mwambie huyo Yesu aende, mimi nataka kuingia ndani mwako. Wakati mwingine mnakubali, namwambia Yesu nenda zako, unamkaribisha nani? Namkaribisha shetani. Tunamkaribisha shetani namna gani katika maisha yetu? Nani anajua namna gani watu wanamkaribisha shetani katika maisha yao? Kwa kutenda dhambi. Semeni, kwa kutenda dhambi. Kwa kutenda dhambi. Na dhambi ni nini? Dhambi ni kosa la mtu mwenye kuvunja makusudi amri ya Mungu au ya kanisa. Mnapishana na hao. Hebu anzeni kwa leo nisikie. Kuvunja makusudi amri ya Mungu au ya kanisa kwa
sawa. Dhambi ni nini? Makusudi, amri ya Mungu au ya kanisa, kwa mawazo, kwa maneno au kwa matendo. Na kutimiza wajibu mwingine ambao kuongeza sifa Yesu Kristo. Watu wenu hapa wamesema nani kwamba kumkaribisha katika Wakristo, watoto wa Mungu na wa kanisa na naongeza hapa na wafuatiliaji. Kwani mlibatizwa? Mlibatizwa? ndio basi, mliondolewa dhambi ya asili? ndio basi, na dhambi nyingine zote? ndio basi, mmefanya watoto wa Mungu ndio basi, na wa kanisa. ndio basi. Na leo unampokea nani? Yesu wa Ekaristi. Yesu wa Ekaristi. Alafu anakuja kukaa wapi? Ndani yenu, maana mmeshakuwa safi. Ninyi mlibatizwa lakini mkatenda tena dhambi, ndio maana mkapewa sakramenti ya kitubio, mkaondoa tena yale madoa yote, mkasafisha roho, mkapewa na kitubio, mkatimiza kitubio. Sasa mmekuwa safi, mmepata ile neema ya utakaso tena ikarudi, na mpokea Yesu katika hali hiyo ya utakatifu, ya utakaso. Na sasa kweli mjatenda dhambi tangu Yesu ameungama kweli. Dhambi zinaendelea kurudi tu, lakini ndio maana Yesu ametokea sakramenti gani? Ya ila Yesu akae ndani yenu, msimfukuze tena, akae. Wakati wa ubatizo tunaambiwa mkataa shetani mkajibuje? Sasa wale wako umrudishe tena, ukimrudisha na mkanyaga wewe, si ndio? Usimrudishe tena. Baki na nani? Unabaki na nani? Na Yesu. Ndio unampokea Yesu, mbaki na Yesu, simkaribishe tena shetani. Na kama ikitokea umetenda dhambi mara moja, wewe ukafanya nini? Ukaungame, ujiweke vizuri, ujiweke karibu na nani? Na Yesu. Ndio utafanana na mtakatifu nani? Stefano, aliyetoa maisha yake afyali. Alikuwa tayari kufa ili mradi tu amlinde Yesu alikuwa ndani yake. Tena akatoa msamaha. Sasa anapigwa, anateswa, alafu anasema Baba uwasamehe hawa. Naomba tuseme pamoja, Baba uwasamehe hawa, sababu hawajui watendalo. Tena Stefano anatupa somo kubwa sana hapo pia. Tunapoishi maisha ya tunapompokea Yesu, tuishi maisha ya tunaendelea na ibada ya kuendelea kuwaombea watoto hawa ili waweze kupata sakramenti ya Ekaristi. Naomba sasa tusimame. Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila Mungu, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimo ndani, alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili wa uzao wa Mtakatifu, kwa yeye
wako, walinde daima, wakirimie mapendo yako sasa na milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Thank you.
kwa Mungu Baba Mwenyezi. Fungo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanawe alitaye wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ule wake wa pili, tunamtolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Naomba umoja katika Kristo. Pia tufanye sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake yule Bikira, mitume wenye heri na watakatifu, na mashahidi wako watukufu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Ludovick Joseph Minde, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Sikilize kwa wema jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako
njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake tunaujalia ulimwengu neema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Wakuletea agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya kimungu na kupotea utakalo kufanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. na jambo lolote na kutazamia tumaini heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.
Watoto, marafiki wa Yesu, mpokea Yesu. Naomba tumshangilie Yesu aliyekuja kwetu. Watoto wanayo furaha kubwa sana siku yao ya kwanza kupokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sasa inafuata shukrani, sadaka ya shukrani. Watoto wanatoa sadaka ya shukrani na wazazi pia, wasimamizi na wengine wote ndio wasindikiza watoto hao, tutawaunga mkono katika kutoa sadaka hiyo ya shukrani, kumwambia Mungu asante kwa kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo tutaomba sana wale wazazi au wasimamizi au marafiki wengine wote kuja na bahasha za shukrani, basi watakapokuwa wamekuja hapa mbele watoto hawa, na sisi tutawaunga mkono ili kutoa sadaka hiyo ya shukrani. Sasa naomba wale walioandaliwa kuleta sadaka ya shukrani karibuni. Sasa wazazi, naweza kuanza kwa
lazima kumaliza wazazi. Alijifanya mwanadamu, ametukuzia giza la ulimwengu, na kwa kuzaliwa kwake katika utukufu ameiangaza siku takatifu, apende kuwaondolea giza na upotovu, na kuwaingiza mioyo yenu katika nuru na fadhili zake. Aliyetuma malaika wapashe wachungaji habari ya furaha kubwa ya kuzaliwa kwa Mwokozi, apende kuijaza mioyo yenu furaha yake, na awafanye wajumbe wa Injili yake. Mungu kwa njia ya umulisho wa mwanaye aliunganisha mambo yote mbinguni na duniani, apende kuwajalia ninyi amani yake na mapenzi mema, na kuwashirikisha katika maisha ya kanisa la mbinguni. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Vigelegele. Tembea haraka Taratibu, tembea taratibu. Tembea taratibu. Tembea taratibu. Mpaka kwenye ile gari pale. Sawa. Leo
Pita hapo mwingine nani? Pita hapo, pita hapo. Haya, sasa twende. Wakati huo wazazi wake watakuwa kwa nyuma yake. Mr. Ediseze Onela kaka Innocent, taratibu, hatuna haraka, taratibu. Wakati huo baba yako mlatizo anakushuhudia, anashuhudia mafupi ya Mungu. Wageni waalikwa, tusimame wote tushangilie kwa shangwe, nderemo na vifijo. Twende sasa, twende. Haya, twende sasa. Ndio, twende. Twende. Taratibu, hatuna haraka. Ndio. Vigelegele, sijasikia vigelegele. Ndio. Twende. Mr. and Mrs. Peter Mela wawe kwa hapo familia. Haya, tusimame kwa hapa tuangalie wageni wetu. Ndio. Twende cheza. Twende. DJ twende. Chezeni hapo. Hii ni dalili ya watu wenye pesa, huwa hawajui sehemu sana. Makofi mengi na vigelegele. Twende. Paka kieleweke, hii siku ni yenu. Baba msimamizi, twende. Tunajua kabisa tatizo lilianzia mahali. Haya, twende Dino. Twende. Rasira. Kaka Ino wamependeza, hajapendeza. Endelea kumjalia mtoto wetu Innocent. Tunakuomba ubariki mahali hapa, utubariki nasi sote, ubariki vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuenzi siku ya leo, tutakavyovitumia viwe kwa ajili ya afya, kuendelea kutupa nguvu za kuendelea kutumikia wewe vema. Tunakuomba pia uendelee kutubariki sote, ili tukae kwa umoja, upendo na amani na mshikamano, ili upendo wako uendelee kudumu nasi daima. Tunaomba hayo kwa Nyosha sasa kwa wewe. Pokea tu hapa, yote ni aina moja. Pokea hapa. Yaani ili tuende haraka. Tunapita huko. Twende hivi. Twende chakula. Kula. Salamu alaykum. Kuwatambulisha dogo na wakubwa kutoka alipowapungia. Kuwatambulisha mama wadogo na wakubwa kutoka wapungia mkono. Mama wadogo na wakubwa, asanteni. Bibi na baba, asante. Napenda kuwatambulisha wote uliofika hapa wapige mkono. Wageni wote. Kuwatambulisha wajomba wapige mkono. Wajomba, asante sana. Napenda kumtambulisha mwalimu wangu wa watoto alipo wapige mkono. Mwalimu wa watoto, mwalimu wa watoto, makofi mengi kwake. Maalimeta walezi wa watoto wakiongozwa na
Haya, mpigeni makofi mengi. Ajo, pape, jo, simama hapo. Haya, twende cheza kidogo, twende. Twende cheza. Sio twende. Haya, twende. Haya, kaka hizo twende. Twende. Ndio. Haya, makofi mengi na vigelegele. Kisha labda nitaendelea kuwatambulisha. Asante, karibu. Natambulisha dada zangu popote walipo, wasimame wapunge mkono. Napenda pia kumtambulisha mama wangu. Baba, asante sana. Wewe msahau tafadhali. Napenda pia kutambulisha kutoka Leopard Hoteli, wasimame wapunge mkono. Asante sana. Pia napenda kumtambulisha wajomba zetu Jerome Mlai, pia mke wa Alfredi Mlai. Mwingine napenda kumtambulisha walinzi popote walipo, wasimame. Jumuiya ya Malai na jumuiya nyingine. Asante. Kwamba ndio tayari mmeshafika. Bora kibabe. Bora kibabe. Haya, bariki pale. Bariki champagne. Nije nipe mziki, haiwezekana wakuja kizembezeka. Yaani ni waita huko kama wakuli ya moja mbili. Ndio chakula mdada anaweza kufungua champagne hapo. Dada mmoja aje. Kwa mara ya kwanza mdada aje. Hakuna mdada. Shauri zenu. Lete maneno hapo. Twende cheza taratibu usije. Mpaka kieleweke. Haya, twende sasa. Ndio. Twende kazi, twende. Kwa uliokuja na mtoto, watoto wana jambo lao kule. Twende kazi. Twende. Huyu yule aliyepita kwa wazee wa ukoo. Kwa hiyo wale wazee walifungua moyo moja kwa moja. Twende sasa. Makofi mengi na vigelegele. Jamani, raha si raha. Haya, unapita unaweka kidogo, unapita kwenye meza ya wazazi, unapita huku unaweka kidogo. Mambo ni ushindi. Ndio. Unapita pale kwa wazazi unaweka. Hawa wamejaribu wakaweza. Pita kwenye meza unaweka. Hawa wamejaribu wakaweza. Kuna wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza tangu uzaliwe hujawahi kufungua na sherehe zote unashiriki. Sasa kazi ni kwako. Ndio. Umeshawekewa sio? Basi tunaenda kwenye zoezi la cheers. Cheers. Kwa ajili ya zoezi la cheers. Ndugu wageni waalikwa, naomba tusika wote tuna vinywaji, si kweli? Hata kama hauna wewe ukiwa na nguvu pia inatosha. Haya, tunasema cheers yetu ya kwanza. Tunasema cheers bila kugonga. Cheers. Haya, cheers yetu ya pili, tunamshukuru Mungu kwa siku hii ya leo. Kuna wenzetu ambao tumeanza nao mwaka huu lakini hawakuweza kufika siku kama ya leo, si ndio? Haya, cheers. Cheers yetu ya tatu kwa ajili ya ushindi wa kijana wetu Innocent pamoja na wazazi wake. Haya, wote cheers, tunagonga cheers, tunakunywa kidogo. Haya, tunakuja hapa mbele kuja kugonga. Sasa tunakuja kugonga cheers kwa mgeni wetu rasmi. Tunakuja kugonga cheers. DJ naomba niletee kwa muziki mkubwa tunacheza. Twende tunakuja kugonga cheers. Ndio, twende. Tunakuja kugonga cheers. Ndio.
Tunakuja kugonga cheers na kijana wetu Innocent. Tunamwambia Mungu asante. Yes. Tunamwambia Mungu asante. Yes. Yes, asante. Karibuni kae. Yes, kaka makuni machache. Wageni waalikwa, naomba utulivu. Sogea hapa. Unapokuja hapa hatutakuruhusu mkumbatie. Suti hii ni gari. Kwa hiyo na picha mnazopiga tunawaruhusu watu wa iPhone. Tukiwaonea huruma sana watu wa Samsung, wengine tutawatumia kwenye grupu ya familia. Tunapiga picha wa familia. DJ, naomba niletee baba wa ubatizo. Karibu sana. Asante. Twende. Nao Mpaka pale atakaposema basi tutachia. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi mengi na vigelegele. Yes, hiyo ni zawadi. Mpango mzuri. Ndio. Twende. Gelegele. Haya, twende majirani wote, tunaunga majirani wote wa Njororoni. Ufundi sana kwa moyo wa upendo. Majirani wote, twende wanaotoka Marangu, Kilema, Mwika. Yes. Njororoni waliofika ndani ya ukumbi huu wenye zawadi ya Innocent. Twende majirani wote, twende. Twende, hao ni mshikamano, vuka au unapambana. Yes. Twende. Na sisi ambayo hatuna timu wala hatuna dini, tuko wote. Karibuni sana. Asanteni sana kwa moyo wa upendo. Asanteni sana kwa moyo wa upendo. Asanteni sana kwa moyo wa upendo. Yes. Tunamwambia kaka Innocent hongera kwa zawadi. Tunamwambia kaka Innocent ndio. Hivi mshike mkono bariki. Asante sana. Tunawambia wanafamilia tunawashukuru. Tunamwambia kaka yetu Innocent hongera sana. Tunamwambia kaka yetu Innocent hongera sana. Tunamwambia wanafamilia tunawashukuru kwa zawadi ya upendo wao mkubwa. Asanteni sana. Sogea hapa mbele watu wa Kwaito. Ndio. Twende. Watu wa Kwaito twende.
Watu wa Kwaito sogea hapa mbele. Twende sogea hapa mbele watu wa Kwaito. Twende. Ndio. Sherehe ni kufurahi. Twende. Wengine wanagonga. Twende. Twende. Wakati wetu, kamati yetu. Ndio. Wameimba ufike hapa kwa MC Milipo kwa ajili ya kupata maelekezo. Yes. Vigelegele sikia. Mchini kikundi kikubwa kabisa hapa. Yes, karibuni sana Mshikamano Grupu kwa upendo wenu wa dhati. Twende Mshikamano Grupu. Haya, twende familia Evans tafadhali. Twende Mshikamano Grupu au Mshikamano Grupu. Twende Mshikamano Grupu au ninaomba tafadhali kwa hapo. Asante. Familia ya Evans popote ilipo tafadhali. Vigelegele kwa upendo grupu. Asanteni sana upendo grupu. Vigelegele kwa upendo grupu. Twende familia Evans. Asante, makofi mengi na vigelegele kwao. Ndio mambo si ndio hayo bwana. Familia ya Evans. Si ndio? Twende familia ya Evans. Ndio familia ya Evans hiyo. Umesema haiwezekani. Iwe ni mama peke yake wakati baba pia yupo. Eti bwana. Asante sana. Tunawapongeza baba na mama, karibuni. Basi kaka yetu Innocent, sogea hapa na mpambe wako. Ndio, sogea hapa. Yes. Mpambe kamata keki ya kwanza. Hii hapa ndugu. Msaidie. Msaidie. Haya, beba. Twende pamoja na Innocent kwenye meza ya wazazi. Naomba mpelekee twende kwenye meza ya wazazi. Ninaomba wazazi tuwepo kwenye meza yetu. Haya, twende mkabidhi baba wa ubatizo. Haya, ukifika hapo mpambe, subiri. Asante baba Innocent. Mama karibu pale kwenye meza yako. Utanitoa usijali. Baba Ima tafadhali. DJ twende. Haya, twende wote kwa pamoja mpaka kwenye meza ya wazazi. Twende kwenye meza ya wazazi. Haya, mkabizi Innocent. Asanteni sana. Haya, twende. Sasa Innocent. Haya, mpambo kamata kisu. Mkabizi Innocent. Haya, asante. Keki yetu imeandikwaje hapo? Mama wa keki tusaidie kusoma. Imeandikwaje? Tusaidie kusoma. Confirmation. First confirmation.
Asante sana, vigelegele kwake. Hapo meza ya wazazi, tuende kwenye meza yetu ya wazazi. Haya, twende. Innocent, chukua kipande kidogo hapo, mlishe baba. Innocent, mlishe baba. Vigelegele, vigelegele. Asante. Chukua kipande kingine, mlishe mama. Kipande kingine. Asante sana, vigelegele. Haya, msimamizi wa ubatizo sogea hapo. Twende. Mlishe msimamizi wa ubatizo. Asante, makofi. Hizo nafasi ni adimu. Ndio. Hivi shemasi wetu wamekimbia. Tunajua na majukumu mengi sasa. Vigelegele, vigelegele. Asante. Mlishe. Vigelegele. Haya, baba anayefuata. Ndio. Baba anayefuata. Asante. Baba anayefuata. Zoko ya wapambe. Hii meza ni meza kuu. Kusikia high table ndio tunakwezi tu. Nisikilize. Twende. Shangazi. Asante sana bibi, asante sana. Asante bibi. Bibi anayefuata. Wajomba, shangazi. Kutoka Marangu, Mika, Kidema. Ndio. Yes, wajomba, shangazi. Wajomba, shangazi. Yes. Wata keki hapo. Wajomba na baba wadogo wa Innocent tafadhali. Baba wadogo wa Innocent, baba wakubwa na wake zao. Baba wadogo, baba wakubwa na wake zao tafadhali. Wa Innocent Mrs. Eva. Yeye leo tunawapiga picha. Yeye leo sisi pia tunawatazama. Kama mnavyotazama twiga na tembo. Ndio. Wale watumishi kutoka Boshi na upande wa tembo. Tutasogea hapo kwa zawadi ya keki. Alimeta zipo mlezi wa ubatizo tafadhali. Baba padre, wazazi wetu. Tungane na wazazi baba. Ambaye msi hajaombea chakula na kabisa chakula. Dua kishafanyika. Dua kishafanyika wakati wanafanya nini? Washaombea chakula. Msi hajasema ataombea chakula. Washaombea mapema. Zipo bonga tu. Kinywaji. Kinywaji hapana. Haya. Koka na esi na maji. Weka huko mama. Wanaitoa kule chini. Watoto. Watoto nzuri nyoma. Ngeusi. Gani? Ngeusi. Ngoja kwanza.
Kuja kwanza. Ya zihitaji. Ona mjomba. Hii chukua. Nyoje. Pesa ndio. Halo. Kula. Mungu aendelee kuwatunza, upendo mlioko nao ukaendelee kudumu siku zote. Innocent, Mungu aendelee kukutunza. Tunakupenda, tunakutakia maisha mema. Na neno la Mungu kutoka kitabu kile cha Mithali, mlango ule wa 6, mstari ule wa 22. Ndio. Mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Amen. Asanteni sana. Asante vigelegele. Ndio. Asante vigelegele, makofi kwake. Kwa wewe unayetafuna makofi tu yatatosha. Asante sana mchungaji kwa matashi mema ambayo umetutakia. Usichoke kuchoka katika kumlea Innocent. Innocent ni baraka katika familia hii. Mtoto ni baraka katika familia hii. Hata iacha njia ile uliyoisema kupitia Mithali. Machache kwa niaba ya familia. Baada ya hapo atatufungia kwa sala. Baada ya kutufungia kwa sala, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tunapenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya familia, kwa sababu baba Innocent ni kaka yangu. Basi nitaongea kwa niaba ya familia na pia nitaongea kwa niaba ya baba wa kiroho wa Innocent. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ametupa fursa hii na wasaa huu wa kutanika hapa, na neno lake latuambia ni vizuri na ni vyema kabisa ndugu kukaa pamoja. Kwa tumekutanika kama ndugu, tunasherehekea pamoja, tunafurahi pamoja, na Waswahili wanasema kizuri furahia na mwenzako. Basi tumefurahia na wenzetu na tunashukuru nyie wote. Basi kwa Mwenyezi Mungu kuwapa fursa na kuwapa nguvu za kuweza kufika, tunapenda kumshukuru Mungu kwa hilo. Pia wanasema sherehe ni watu. Ukifanya sherehe bila watu, basi hiyo itakuwa sio sherehe, lakini sherehe ni watu. Kwa hiyo watu wakija, basi ndio inakuwa sherehe inafana. Tunapenda kuwashukuru sana ndugu zetu, marafiki ambao pia mmetenga muda wenu kwa ajili ya kuja kutupa shime na kwa ajili ya kuja kutupa nguvu kwenye sherehe hii kafana ikawa kama ilivyo. Tunapenda kutoa nafasi shukrani zetu za dhati kabisa kuendelea kuwashukuru, na tunaendelea kuombea basi mlivyokuja salama, Mungu Mwenyezi aendelee kuwasafirisha salama pale mliporudi mkute pako salama kabisa salimini. Na pia napenda kuchukua nafasi hii basi, kama Innocent ni mwanangu wa kiroho, napenda kumpongeza kwa hatua aliyofikia. Tunajua kabisa ukifikia hatua moja ndio una mwanzo wa hatua nyingine. Basi tunapenda kabisa kumpongeza kwa hatua ya kwanza aliyofikia ya kupata komunyo takatifu. Tunaendelea kumwombea aendelee kupata zaidi na zaidi hatua nyingine za kiroho. Pamoja na hivyo tunaendelea kumwombea na naendelea pia kumwombea akue kama Yesu alivyokuwa katika hekima na kimo. Maana Injili ya Luka ile sura ya 2:52 inaelezea Yesu alivyokuwa katika hekima na kimo, akiendelea kumpendeza Mungu na wanadamu. Basi tunaendelea kumwombea Innocent, mtoto wetu aendelee kukua katika hekima na kimo, aendelee kumpendeza Mwenyezi Mungu na aendelee kutenda basi yale yote yanampendeza Mwenyezi Mungu na sisi wengine. Basi tunaendelea kumwombea matashi mema, na kwa namna hiyo pia nimepewa fursa ya kufunga. Kufunga sio kuondoka. Tukifunga tusiondoke mpaka umalize kila kitu ulichopewa vizuri kabisa, tuage vizuri tuweze kufika salama makwetu. Basi naomba tusimame tuweze kufunga, alafu basi tuendelee na utaratibu huo. Kama mtu utaondoka basi uondoke salama.
naomba tusimame. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msaada wetu katika jina la Bwana. Tuombe. E Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa uwepo wako pamoja nasi. Tunakushukuru pia kwa kutupa nguvu za kuweza kukaa pamoja na kushirikiana pamoja na kuendelea kutumia vitu ulivyotujalia katika upendo na umoja, tukiendelea kusifu wewe. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu, kwa baraka zako uendelee kutujalia neema na baraka na nguvu, kwa vyote tulivyovitumia viendelee kutuzidishia nguvu. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu pia uendelee kuwabariki wote waliojitoa kwa ajili ya siku hii ya leo. Bariki wazazi na bariki basi aliyetufanya tukakutanika hapa, aendelee kukaa katika hekima yako. E Mwenyezi Mungu, tunakuomba pia uendelee kubariki wote waliotoka sehemu mbalimbali, watakaposafiri waweze kusafiri wakiwa na Roho wako Mtakatifu kuongoza njia, waweze kurudi na kufika makao salama salimini. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba. Sogea hapa mbele. Wakati hao wanatii. Twende wazee. Baba sogea hapa, sogea hapa, sogea hapa. Baba sogea hapa, baba sogea hapa. Wewe sogea hapa, twende. Kula vyombo. Twende. Twende. Wale wazee wa zamani sogea hapa mbele. Twende, wale wazee wa zamani twende. Wale wazee wa zamani sogea hapa mbele.